Hizo ni habari njema. Haleluya. Kwa hiyo tukipata nafasi tutembelee, lakini kina mama mtaongea Jumanne ili muweze kumtembelea kwa umoja wenu. Haleluya. Tupendane. Injili ya Mathayo sura ya 13 kuanzia aya ya kwanza nitakwenda kusoma, lakini kichwa cha somo kama unaandika, andika tuwe mbegu nzuri ili tuzae matunda. Tuwe mbegu nzuri ili tuzae matunda. Injili ya Mathayo sura ile ya 13 tutakwenda kusoma kuanzia aya ya kwanza. Siku ile Yesu akatoka nyumbani, akaketi kando ya bahari. Wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni, akaketi, na ule mkutano wote wakasimama pwani. Aya ya 3, akawaambia mambo mengi kwa mifano, akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu zingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba pasipo na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Aya 7, nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa, 100, 100, 60, 100, 30. Mwenye masikio na asikie. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu. Somo letu linasema, kichwa cha somo kinasema tuwe mbegu nzuri ili tuzae matunda. Tuwe mbegu nzuri ili tuzae matunda. Mwandishi wa Injili ya Mathayo ni Mathayo yeye mwenyewe ndiye anayeandika hiyo Injili. Na jina hili Mathayo maana yake ni zawadi ya Yehova au zawadi ya Mungu. Jina hili Mathayo maana yake ni zawadi ya Yehova au zawadi ya Mungu. Na kitovu cha Injili hii ya Mathayo ni ufalme wa mbinguni. Yaani Injili ya Mathayo kuanzia ile sura ya kwanza mpaka sura ya 28 inazungumzia habari ya ufalme wa mbinguni. Lakini kuna mambo ya kujifunza kwenye Injili hii ya Mathayo. Jambo la kwanza, tutakapokuwa tunaendelea kujifunza Injili hii ya Mathayo, jambo la kwanza, mambo ya kujifunza ndani ya Injili hii ya Mathayo, tutaona ya kwamba jambo la kwanza, Yesu ni mkombozi ambaye ndiye chaguo la Mungu. Yesu ni mkombozi ambaye ndiye chaguo la Mungu. Hatuna chaguo lingine isipokuwa ni nani? Yesu. Lakini jambo lingine la kujifunza, tutaona ya kwamba ufalme wake ulitoka mbinguni. Yaani ni ule ufalme wa kiroho. Ni ule ufalme wa kiroho. Ufalme wa Yesu ulitoka mbinguni au kutoka duniani. Hilo ni jambo ambalo ukitazama vizuri hiyo Injili ya Mathayo utakutana na mambo kama hayo. Jambo la tatu, ufalme wa mbinguni umejengwa chini ya mamlaka na ukuu wa mfalme Yesu. Yaani ufalme wa mbinguni umejengwa chini ya mamlaka na ukuu wa mfalme Yesu. Yaani kule juu mbinguni, wapendwa, kama unatazamia kuwahi viti vilishajaa, wewe wahi taji. Bwana asifiwe. Usiokuwa kama yule mama aliyesema mtoto wangu mmoja akae mkono wako kulia, kule kumejaa, wewe wahi taji. Taji za watakatifu zitang'aa zaidi kuliko wale ambao hawakufanya vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la kuzingatia lingine la 4, kanuni za raia wa mbinguni zinadokezwa katika hotuba ya mlimani, yaani ile sura ya 5 na ya 7. Kama Mkristo, kama umeokoka, kama unampenda Yesu, soma vizuri sura ya 5 Injili ya Mathayo na sura ya kuanzia ya 5 mpaka ya 7 vizuri. Hapa ndipo kuna katiba ya mbinguni.
Sio kaja kutufundisha hapa kula nguruwe ni dhambi. Sisi tunakula nguruwe. Bwana asifiwe. Ukisoma hapo utakutana na mambo mengi Yesu anazungumza. Bwana asifiwe. Nini usile na nini usile. Amina. Sio kaja kutuambia majani ya chai ni dhambi. Sisi tunakula kila siku mama Ali anatengenezea majani ya chai. Tutaki tunapoingia mara ngapi? Bwana asifiwe. Kanuni za raia wa mbinguni zinadokezwa katika hotuba hiyo ya mlimani kuanzia ile sura ya 5 na ya 7. Katika Injili ya Mathayo, jambo la mwisho ni kanuni au mwamini anawajibika kutimiza agizo kuu. Mwamini anawajibika kutimiza agizo kuu. Haleluya. Kama enendeni ulimwenguni mote mkafanya nini? Mkahubiri Injili. Bwana asifiwe. Inakujengea msingi wa kitabu cha au Injili ya Mathayo. Haleluya. Lakini kuna kanuni 4 kuu alizozitumia Yesu kuwafanya wanafunzi. Zipo kanuni 4 kuu ambazo Bwana Yesu alizitumia ili kuwafanya watu na wanadamu kuwa wanafunzi wake. Kanuni ya kwanza, njooni muone. Bwana asifiwe. Alikuwa ni mkaribishaji. Amen. Mimi nikikaa hapa ninaweza nikajua nyumba ile pale yule mtu anataka kuja kanisani lakini anaogopa. Maana hata mimi nilikuwa hivyo. Lakini Yesu anasema njooni muone. Alikuwa ni mkaribishaji. Haleluya. Ona pale ambapo wengine hawaoni, wewe ona. Yesu alikuwa anaona ndani kwenye mioyo ya watu. Mimi na wewe tunaona nje. Ona ndani. Bwana asifiwe. Usipoteze muda. Hata mke mzuri utamuona ndani, sio nje, sio ile outlooking. Bwana asifiwe. Kwa hiyo anasema njooni muone mambo ambayo anayafanya Yesu. Kanuni ya pili anasema nifuate. Hiyo ni kanuni ya pili Yesu alikuwa anaitumia sana. Nifuate. Unamwona huyu Mathayo, huyu alikuwa ni mtoza nini? Mtoza ushuru. Alikuwa ni mtu wa TRA wa mapato. Lakini Yesu anamwambia nini? Nifuate. Neno moja tu, nifuate, unaanza kufuata. Unaanza kujiuliza sasa inakuwaje hapa? Kanuni ya 3, kaa ndani yangu nami nikae ndani yako. Hii ni kanuni ya Yesu. Kaa ndani yangu nami nikae ndani yako. Kanuni ya 4, kaa nami, kaa pamoja nami. Jina la Bwana libarikiwe. Nimesema ujumbe wetu unasema tuwe mbegu nzuri ili tuzae matunda. Tumesoma kisa hicho cha mpanzi. Hebu sema kisa cha mpanzi. Mpanzi anafananishwa na Mungu. Yaani ni Mungu ndiye anayepanda hizo mbegu. Haleluya. Alafu ziko mbegu ambazo zilianguka njiani. Hizi mbegu zilizoanguka njiani, kwa sababu zilikuwa hazina udongo, zilidondoka tu, hazikufanya chochote, zilianguka tu, zikanyagwa na watu, zikawa zimefanya nini? Zimeharibika. Lakini kuna zingine zilianguka kwenye miamba. Yaani hawa ni aina ya watu ambao wanalipokea neno la Mungu kwa furaha, lakini zile changamoto za maisha zinamfanya wamuweke Yesu pembeni. Amen. Zile mbegu zilizodondoka kwenye miamba zile zinafananishwa na watu ambao wanalipokea neno la Mungu kwa nguvu kabisa, lakini changamoto, hebu sema changamoto. Wapendwa, hakuna asiyempenda Yesu. Hakuna asiyempenda Yesu. Lakini changamoto zinaweza zikakufanya unakaa mbali na Yesu. Makwazo pale nyumbani. Kama ni hilo libaba basi linakutesa sana, inakuwa ni shida. Nasema tuacha nimweke Yesu pembeni, nimkate kwanza hata nimnyonge, alafu ndio changamoto. Hakuna asiyempenda Yesu. Changamoto ni hizo mbegu zilidondoka kwenye miamba, lakini zingine zikadondoka kwenye miiba. Zilizodondoka kwenye miiba, tafsiri yake zinasema wanalipokea neno,
lakini zile furaha za maisha au starehe za maisha za dunia zinakuwa zimewasonga. Watu hao wanalipokea neno tu kiurahisi, wako tayari kupokea neno kiurahisi, lakini starehe za dunia zimefanya nini? Zimewasonga. Wanajikuta ya kwamba wanashindwa kuwa mbegu nzuri ili kumzalia Bwana matunda. Lakini kuna nyingine ambayo ilidondoka kwenye udongo mzuri. Ndio anasema Yesu pale katika ile aya ya 7, anasema nyingine zikaanguka, aya ya 8, nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 160, 130. Mwenye masikio na asikie. Akamaliza pale akaweka nukta. Haleluya. Hebu sema akaweka nukta. Zilizoanguka kwenye udongo mzuri zikazaa. Sema zikazaa. Sema nyingine 100, nyingine 60, nyingine 30. Manake Mungu mawazo yake kwamba kama tumepandwa katikati ya udongo ulio mzuri, tuna uwezo wa kumletea Mungu matunda 30, matunda 60 na hata matunda 100 na hata zaidi, katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Basi na mimi asubuhi ya leo nikushauri tu tuwe ni watu ambao tumepandwa kwenye udongo mzuri. Yaani kwa sababu hii mbegu ambayo imepandwa kwenye udongo mzuri, uwezekano wa kuleta matokeo ni mkubwa. Haleluya. Tumejifunza somo la Sunday School asubuhi kwa habari ya msamaha. Hatuwezi tukawa ni watoto wa Mungu tuliopandwa kwenye udongo mzuri tunakosa misamaha kwenye maisha yetu. Haleluya. Bado hatujapandikizwa. Yaani ile mbegu either ilipandwa kwenye miamba, either ilipandwa kwenye miba, either ilipandwa njiani. Lakini mbegu hii ambayo imepandwa kwenye udongo ulio mzuri, hakika inaposamehe, inasamehe moja kwa moja. Inasamehe na usahau. Bwana asifiwe. Neno la Mungu kupitia Injili ya Mathayo sura ya 13, Mungu anatuambia ya kwamba yeye ndiye mpanzi. Yeye ndiye anayepanda neno lake ndani ya mtu. Na ukumbuke kabisa kwamba tuliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ndio maana nimekwambia mara nyingi, nimesema wengi tutashangaa kwa sababu ile millennium, yani ile miaka 1000 na Yesu pale kwenye Yerusalemu mpya, tutakuwa tunajifunza namna gani ya kukaa na Mungu, namna gani ya kuishi na Mungu kwenye mbingu za mbingu au kwenye mbingu ya 7. Yesu atashuka hapo kwenye Yerusalemu jipya, anatufundisha ya kwamba mlipaswa kuwa mbegu ya namna hii. Niliwapanda kwa mbegu ya namna hii. Haleluya. Mbegu isiyoharibika. Kuna mahali anasema nilikupanda mzabibu tu halisia, mzabibu tu wa kweli. Umegeukaje na kuwa mzabibu mwitu? Amen. Kwa nini matunda ya toba yasionekane? Kwa sababu mbegu au neno la Mungu lililopandwa ndani yetu ni neno halisi. Dunia nzima inategemea hilo neno kutoka kwetu. Bwana asifiwe sana. Maana kama ni msamaha, samehe kweli, samehe kweli. Kama ni mume wako, ni mchumba wako, ni rafiki yako, ni mwenzi wako, mmekosana naye, unaenda unamwambia nimekusamehe na nimesahau. Tuliuliza maswali mawili hapa, ilikuwa yana mantiki sana. Unamwambia mtu nimekusamehe lakini sitakusahau. Unajua yule alinifanyia 1, 2, 3, lakini nilishamsamehe, lakini kwake siwezi kwenda. Hata kwenye misiba yao siwezi kwenda. Nilikuwa nina hiyo shida. Bwana asifiwe. Amen. Kwenye maisha yangu watumishi wa Mungu wengi kwenye Biblia walikuwa wana hiyo shida. Yusufu ameuzwa utumwani na ndugu zake kwa sababu tu ya kuwahadithia ndoto ya kwamba ameona miganda ikimuinamia. Manake ile ilikuwa ni maana mbaya kwao. Manake wewe mdogo unataka sisi tukusujudie. Wakasema huyu ni chap ni kumuuza. Wamidiani wanapita hapa, muuzeni huyu.
wakamchukua wakamuuza. Kwanza kabla ya kumuuza wamemtumbukiza kwenye shimo, wakapeleka kipande cha nguo kwa baba yao ya kwamba mwanao ameliwa na nini, na dubu. Dubu amemlalua huko nyikani. Baba akalia akaomboleza maombolezo makubwa, moyo wake haukutulia. Lakini baadaye wakaona tusiendelee kumweka huko chini. Hebu kuna watu wanaopita hawa wanaonunua biashara za watu, tumuuze Yusufu. Yusufu wakauzwa akaelekea Misri. Wapendwa, moyo watu wa kuangalia ramani. Bwana sio. Ukienda nyumbani atanunua hata ramani tuwe nayo. Misri na mahali ambapo hawa wana wa Mungu walikuwepo si mbali. Kuangalia vizuri. Hakuna ubaya. Ile linaitwa Misri, kwa lugha ya zamani ilikuwa linaitwa jangwa la Sahara au la Sahara. Ni Sahara. Unaona? Sasa unamuona hata huyu mtumishi wa Mungu Ibrahimu wakati anaoa anaambiwa akaoe wapi? Kwa Midiani. Unaona? Sahara ni Afrika, ni wapi? Afrika. Connection ya Biblia na Afrika ni 100%. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wanaenda kumuuza Misri, wanamuuza kwa Wamidiani, wanaenda naye mpaka Misri. Anafika Misri, anapata kibali, tena ananunuliwa kwenye jumba, kwenye kasri la mfalme, kuwa mfanyakazi wa ndani. Hebu sema, kuwa mfanyakazi wa ndani sio kosa. Mimi nifanye kazi za ndani. Kwani nimekosa nini? Walianza watu kufanya kazi za ndani, akiwepo Yusufu anapiga deki. Bwana asifiwe. Amen. Watoto mpo, vijana mpo, umekaa hapa hamna ajira, wakati kuna sehemu labda kuna kiajira kipo cha kiaina, fanya hicho kiajira cha kiaina. Mungu atakuona tu. Yusufu akapambana na kale kaajira. Alipopambana nako akaonekana anafaa sana. Farao akimwangalia anasema this is the best man nilikuwa namtaka. Unajua hakuna mtu anamtaka mtu ajabu. Bwana asifiwe. Jitahidi kuwa mtu perfect man. Uwe mtu sahihi. Dunia haitaki mtu mbaya. Simaanishi ubaya wa mtazamo au wa sura. Haitaki mtu wa hovyo. Haleluya. Dunia haimtaki mtu namna hiyo. Sasa wakati anaendelea Yusufu pale na zile kazi, akapewa mamlaka yote Yusufu. Akaambiwa kuanzia leo utakuwa mwangalizi wa kazi hii, wa hili jumba lote, hesabu zake, kila kitu wewe, ila nimekuzuilia tu usiingie kwenye nyumba ya mama yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini inasemekana Yusufu alikuwa ni mtu mzuri na mwenye sura nzuri kuliko wa Misri wote. Hebu sema, mtu mwenye sura nzuri. Alikuwa kutamanika. Sijui kama mama yangu ungepona, lazima ungetamani tu, ungependa huyu mtu akae kwangu. Haleluya. Alikuwa anatamanika. Ni mtu mrefu mzuri, ana shingo ndefu, ana shavu linaloonekana kama namuona vile, miguu mirefu. Bwana asifiwe. Alikuwa na sifa zote za kuwa kuhani, sifa zote za kuwa baba wa nyumba. Yule mama akasema hapana, Yusufu hapana. Sababu anasema hivi, kila kina mama walipokuwa wakifika kwenye ile kasri la Yusufu la Farao, wale kina mama wakifika pale wote wanachanganyikiwa kwa maisha ya nani? Ya Yusufu. Afure jamaa yuko busy tu na shughuli zake, anaosha vyombo. Yuko kijana anaweza kuwa busy tu. Bwana asifiwe. Yaani hana muda. Hebu sema hana muda. Lakini wako anashinda vijiweni na ile minyoo ya ajabu na vituko na vile viatu vyao ndio wanavaa. Sasa hivi sio wanavaa, wanashinda kuelewa. Yaani kuna kipindi fulani ilikuwa vinabana. Sasa hivi hata kiatu hakionekani. Mambo yamebadilika sana. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie. Lakini yule kijana alikuwa mzuri. Maneno ya Mungu yanasema hivi. Yule mama akasema nataka kuwa na mahusiano na. Hakuwa na nia mbaya. Bwana asifiwe. Lakini Yusufu alikuwa anajua sheria ya Mungu wake moyoni mwake. Bwana asifiwe. Lakini pia Yusufu alikuwa anajua ndoto zake. Aliwaotea nini ndugu zake? Unajua wakati mwingine tunaingia kwenye dhambi kwa sababu hatujui ndoto zetu. Mmoja yako jua ndoto yako. Ukijua ndoto yako, nikisema ndoto wengine hawaelewi. Yaani jua
hatima yako. Yaani dhambi inachelewesha hatima. Dhambi inaweza ikavuruga hatima. Bwana asifiwe. Sasa alikuwa anajua ya kwamba yeye ni nani kwenye taifa lao na anataka Mungu amfanyie nini. Alikuwa ameweka kinyongo moyoni mwake, akiwakumbuka ndugu zake walichomfanyia. Unafikiri angeweza kuwasamehe kirahisi? Kuna mambo ambayo yamo ndani ya moyo wako huwezi kuyasamehe kirahisi. Mpendo, unahitaji Mungu sana. Haleluya. Ni kweli wewe ni mbegu nzuri iliyopandwa, ni udongo mzuri. Yaani Mungu ameweka neno la Mungu ndani yako. Lakini kuna mambo unashindwa, kuna sababu. Ulishawahi kufanyiwa huko nyuma, wakafanya hichi. Ukikaa unapiga hesabu mwana wa Mungu, unakosa mwelekeo. Ufanye nini? Yusufu, njaa ikatokea huko kwao. Ndugu zake wakaja nao utumwani, wakaingia kwenye 18 zake, akawaweka kwenye 14. Anawaambia ya kwamba nyinyi mmekuja kuipeleleza nchi. Lakini wakati anaongea na wale ndugu zake, akirudi ndani analia kwa uchungu. Kwa nini ndugu zangu wameniuza? Mimi nilipoanza utumishi, nimetumikia kule kijijini kama mchungaji miaka 14 sasa hivi. Yaani nilipoanza tu utumishi tena wa kijijini, nimeacha kazi. Ndugu zangu wakanitenga, wakaniambia hatujawahi kuona. Alafu anaachisha na mwanamke kazi. Yaani sababu mimi nilikuwa nafanya kazi na mke wangu anafanya kazi. Yaani amepotea kiasi gani? Nikatengwa hata kwenye vile vikao siwezi kushirikishwa. Maana una nini? Nimetumika huko kijijini kwa miaka 14. Kwa miaka yote 14 washirika waliweza kuninunulia suti mara moja. Suti moja. Miaka 14 siwahi kuvaa suti mpya zaidi ya suti hii moja tu, hiyo mpaka leo. Lakini niliendelea kuwa mwaminifu. Lakini ndugu zangu wanapiga simu, vipi huyo kichaa anaendeleaje? Haleluya. Huyo nani? Ikiwa na neno moja la Zaburi 116 aya ile ya 12. Angalia Zaburi 116 aya ile ya 12. Ilikuwa inasaidia sana. Zaburi 116 aya ya 12. Yaani ninapokea message simu, sitembelewi na ndugu zangu. Hata nitembeleaje? Sina kitu maskini. Hebu angalia hiyo Zaburi 116 aya 12. Soma mpaka 14. Soma tu, mimi narudia. Soma Bogoli. Soma tu. Ndio. Nimrudishie Bwana nini? Ukarimu wake wote alionitendea. Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Hili andiko lilinisaidia mara nyingi. Kama ninapoletewa yale maneno ya kunyanyaswa, lazima nitamrudishia nini Bwana? Nimpe nini Bwana? Kwa sababu ya haya ambayo yananijia. Kwa sababu wapendwa, maisha ya wokovu ni msalaba. Sio kwamba utapendwa. Walikudanganya, waliokuambia utaseleleka, wakudanganya mpendwa. Hapo ndipo kwenye chanzo cha uharibifu. Wanaanza kukupisha maneno mazito, maneno mabaya ya kukushusha thamani. Wapendwa, kwa miaka 14 kule kijijini nimeshushwa thamani. Yusufu ameshushwa thamani. Yuko ndani analia, anasema hawa ni ndugu zangu kabisa. Nifanyeje mimi? Ninawasameheje Mungu? Hawa watu waliniuza. Hawa watu hawakupenda mimi kuwa kiongozi, mimi kuitwa na Mungu, mimi kutumika mbele yao. Yaani kuna watu wanachukia ile hatima yako. Kuna watu wanachukia kile ambacho Mungu amekupa kufanya. Na wakati mwingine wewe ndio lango. Yaani pasipo wewe wao hawezi kutoka. Wanalichukia lango, wanapiga lango, wanapiga ambapo madhabahu inanena. Haleluya. Amen. Hata kina Yakobo wote walichukiwa
Unataka kupendwa ili wewe. Basi mimi nikaendelea na utumishi. Miaka yangu ile 3 ya mwanzo hakuna hata mshirika. Maana ndugu zangu wanapiga simu mpaka kwa wale washirika wanaojaribu kuokoka, wanajua uongo ule, achana naye bwana. Nikaendelea kufanya kazi yangu pale kijijini. Bwana asifiwe. Amen. Sasa hivi wapendwa, tumejenga kanisa la bati kama nakaribia 100 kanisa. Tumenunua mashamba. Tumejitahidi katika hali hiyo ya umaskini. Hata nikipewa hela ya kitambaa cha suruali, siwezi kununua kitambaa cha suruali. Kanisani hakuna dirisha. Yaani itakuwaje? Wanashangaa. Mbona mchungaji tulikwambia kanunue kitambaa cha suruali? Wanashangaa na shuka na dirisha. Bwana asifiwe. Nimrudishie nini Mungu wangu kwa wema alionitendea? Kwa sababu maisha yangu yote nilikuwa naona wokovu ni kitu cha thamani. Kwa sababu kabla ya kushika kama na kwenda kujitundika, nilisikia sauti ikisema, kumbuka uliweka nadhiri mwaka fulani ya kwamba utanitumikia, usishike hiyo kama na kwenda kujitundika. Maana nilikuwa na mawazo yamefika mahali pabaya mpaka pakutaka kujinyonga. Msione watu wanajinyonga mkafurahi, watu wanapitia wakati mgumu. Sasa cha kumshukuru Mungu, mimi kikombe cha wokovu kilikuwa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Akafanya kila lililokuwa linawezekana Yusufu, kuwaweka kwenye 18. Alafu mwishoni akawatangazia uhuru wao, ya kwamba mimi ni yule ndugu yenu mliyeninyanyasa. Hivi unategemea nini kilitokea? Walianguka chini, walimsujudia Yusufu. Wapendwa, hata kama umedharauliwa kiasi gani, wewe endelea kumwadhimisha Mungu wako. Usianguke dhambini, kwa sababu hatima yako itapotea. Mungu atakuletea wale waliokuwa maadui zako, nao wataanguka chini ya miguu yako, kwa sababu ndani yako kuna mbegu nzuri ambayo imepandwa na Mungu mwenyewe. Amini neno lake. Isaya 59 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, Isaya 59 mstari wa kwanza, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Nikaliamini neno lake kwamba mkono wa Mungu unaweza kuniokoa kwenye hatari hizi na kuonekana si kitu. Nikienda kwenye vikao, sisi hata jina lako haliitwi. Mimi ndio kijana mkubwa wa ukoo wetu wa Karama huko Dodoma. Mimi ni kijana mkubwa, yaani kijana mkubwa ni mimi, lakini kwenye familia kule they know nothing. Una nini? Tuna ndugu wanakaa Marekani. Ndugu yangu mmoja wa Marekani akaniambia, una nyumba wewe ya kutishia watoto wangu. Yaani kanimaji, yaani kitu wa damu na mimi. Alafu anasema umejenga nyumba, yaani nyumba yangu inaonekana ni matope mbele zao. Maana wao ni wamefanikiwa sana, wana majumba makubwa sana. Alafu akaniambia, kazi unayoifanya hiyo ni kazi ya umaskini sana. Ndugu zangu, labda tuongea na watu huku Marekani, labda uje unajaribu kufajia nani, lakini hiyo kazi ya Mungu unayoifanya ni umaskini sana. Nikarejelea lile andiko ya kwamba tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa. Kweli Mungu utanifanya niendelee kwa maskini? Anasema wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Nikaanza ya kuamini kwamba kwa sababu ndani yangu kuna neno la Mungu na ni mbegu iliyo hai, lazima niwapiku wale jamaa. Lazima niwapiku wale jamaa. Lazima Mungu atendee jambo ya kwamba wajue ya kwamba tajiri mkuu ni Kristo Yesu, na ufalme wake unafanya kazi ndani yetu tunapomwamini. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Mapito yakaenda. Sasa hivi pale kijijini kwetu pale, ndugu zangu wakaanza, kuna walikuwa wanazungumza, sasa hawazungumzi, kama vile wanaangalia nini kinakwenda kutokea. Haleluya. Kwa sababu hata mimi pia sina time nao. Sasa Mungu anisaidie. Haleluya. Mtu ambaye hana time na wewe,
Wewe unapoteza muda wa nini? Unajua somo la leo habari ya msamaha lilinigusa sana maisha yangu. Bwana asifiwe. Inabidi niwasamehe ili mimi nikombolewe na wao, kwa sababu ndani yangu yamkini kuna kinyongo juu yao. Kwa nini waendelee kumsema Mungu wangu vibaya? Haleluya. Lakini yeyote anayemsema Mungu wako vibaya lazima atateketea, ataangushwa. Bwana asifiwe. Yusufu akaachilia ukombozi sio ndugu zake. Wakasema kamleteni na baba yenu. Baba yao wakaja, wakakumbatiana, wakasameheana. Wapendwa, kuna nguvu sana pale ambapo mbegu ya neno la Mungu iliyo hai ikapandwa chini ya ule kwenye udongo ule ambao ni udongo mzuri. Huwa inaleta matokeo, huwa inabadilisha mambo, huwa inaondoa mawazo, inaondoa shida na kuanza kumuona Mungu ya kwamba Mungu anaweza. Bwana asifiwe. Angalia Isaya 60 mstari wa 2 anasema, Isaya 60 mstari wa 2 anasema, maana tazama giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakutukuza wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Anasema tazama giza, hebu sema giza. Litamfunika jirani yako, litafunika kabila yako, litamfunika kaka yako, dada yako, ndugu yako, yoyote ambaye anakulaumu, ambaye anakuona kwamba umeingia kwenye wokovu, umepoteza njia. Lakini Mungu anasema hivi, bali Bwana atakutukuza wewe. It is your time to be exalted. Hallelujah. Ni muda wako wa kutukuzwa. Anasema na utukufu wake utaonekana juu yako. Utukufu wa Mungu, the presence of God will be shown upon you. Uwepo wa Mungu utakuwa juu yako. Huku tunasema tumeokoka, lakini vita yetu ni kubwa. Adui anajipanga usiku na mchana. Na ndio maana nakwambia hii mbegu iko tayari, lakini nyingine zilimwagwa njiani, yani zilianguka njiani. Kwa sababu wamechanganyikiwa, lakini mbegu ipo ya neno la Mungu ipo. Hata kama imemwagwa njiani, hii kuna tumaini lipo. Bwana asifiwe. Amen. Anasema nyingine ikarushwa kwenye miamba. Hawa wanalipokea neno la Mungu na kwa furaha nyingi, lakini changamoto. Nikiwauliza wengine hapo, utasikia mimi nafanya tu hivi, basi tutafanyaje? Sisi kule kwetu tulikuwa tunapiga pombe. Sasa tunajiuliza tutaishije kama tukiacha pipa la pombe, tutaishi? Na walevi wote, sikiliza, gazeti la mwaka 2000 sijui alizoendelea gazeti, lakini nilimtoa bwana mmoja aliyekuwa mlevi kwamba kizibo cha pombe moja inaitwa Primus kimeingia kwenye koo, akatolewa mpaka kwenye gazeti. Pombe yani imemfanya kitu kibaya. Si wakati ile pombe inafunguliwa, akasema ngoja hawai, ile ikafunikia ndani, kizibo kikakaa hapo, wakamtoa mpaka kwenye gazeti. Huyo bwana, hiyo pombe nilitengeneza mimi. Maana nikiwa ninasoma, nikirudi nyumbani, tuna kilabu cha pombe, tunauza madumu 60, madumu 20, siku za minada madumu 60, madumu 60. Na walikuwa wanasema huu mkono huu ni wapita, huu wapita. Yaani nikifunga ile pombe wanasema huu ni wapita. Pale Hombolo pa kijiji kile kinaitwa Hombolo, kuna bwao, nikafunga hiyo pombe inaitwa Primus. Unachemsha majani ya chai, unapoza. Sasa nakupa formula Akasema mchungaji ukifundisha, kisha poza, unachukua sukari unaweka. Ukitaka iwe kali zaidi, sukari nyingi zaidi. Afu unaweka amira. Unaweka karibu na moto. Asubuhi unaweka juani. Siku 3 unafunga kwenye chupa na gonga. Nataka nikwambie jamaa alipoweka hapa. Ni shule. Kesi nimeacha nyumbani. Jamaa Primus ya mponza jamaa. Kizibo kaitaingia wapi? Kooni cha Primus. Hizo pombe zinazoitwa Primus zamani. Kama kuzipo. Kuna pombe gani ambazo sisi hatujanywa mpendwa? Yaani kama unaweza ukatuzuzua na pombe za hapa. Bwana asifiwe.
Kuna watu ambao walikuwa ni wapishi wa pombe wazuri. Sasa tukawa tunajiuliza, tutaachaje pipa tuje kwa Yesu? Maana tuna Yesu ambaye na mapipa tu sawa, hana shida. Sio, tuna Yesu ambaye na mapipa hamna shida. Si unamjua hiyo Yesu? Yaani yote twende tu, wewe kuja twende na huku Yesu tunaye. Sasa namtaka Yesu wa kweli. Nitaachaje pipa? Nilimuuliza mwanangu, tutaachaje hiki kitu tuokoke? Tutaachaje? Walikuwa wakituhubiri pale, tunashindwa kuokoka. Tunasema hapana, miamba. Neno la Mungu lilikuwa limepandwa kwenye miamba. Starehe za dunia zilikuwa zimefanya nini? Changamoto, maisha magumu. Utapatia wapi hela? Nawe huna nguvu za kulima. Ile bwana mmoja akasema, nitafukuzwa wakati sijui kulima mimi sijui kulima. Kuna bwana mmoja Biblia alisema mimi sijui kulima, nitafanya sasa kazi gani nitafanya? Mungu anataka kumpa kazi, lakini anasema mimi sijui kulima. Kuna watu hapa labda kuna kazi ngumu mtaani, mtu anashindwa kufanya kazi ngumu. Hiyo ni kwamba imani yake imepandwa kwenye miamba. Ana changamoto. Zile changamoto zinakupelekea ya kwamba unashindwa kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Mwingine unakuta kwamba lile neno la Mungu limepandwa kwenye miiba. Yaani anasa za dunia zimemsonga. Nilikuwa nasikiliza juzi hapa jinsi jamaa wanavyosakata rumba. Shetani anavyotesa watu kwenye kusakata rumba. Wako tayari kucheza usiku kucha, lakini sio kuja kwa Yesu. Na ndio maana nimekushangaa, kwa nini unashindwa kucheza kwa Yesu? Unajua unapocheza kwa Yesu, naomba umiminike kweli. Bwana asifiwe. Cheza kweli. Kwa sababu usipocheza kwa Yesu, kuna mahali unachezaga. Amina. Hiyo nyimbo hiyo. Unachezaga wapi? Wewe ile yako unachezaga wapi? Hivi vitoto hivi visipo kaa vizuri hapa, kama hatutengenezi nota za maana hapa na gitaa za maana hapa, hawa jamaa kuna sehemu watatengenezewa gitaa na nota, wataenda. Kizazi ambacho kimepandwa njiani, kimepandwa miibani, kimepandwa kwenye miamba, kina changamoto. Na nataka nikwambie, niliwaza sana, nikasema ni nini cha kumpa Mungu? Nikasema hivi, nitakipokea kikombe cha wokovu na nitaziondoa nadhiri zangu mbele zako. Wapendwa, kipokeeni kikombe cha wokovu. Mnaporuhusu kikombe cha wokovu kinaingia ndani yako, ndipo lile neno linapandwa kwenye udongo ulio mzuri. Utaanza kujinyumbulisha wewe mwenyewe, utaanza kuwa na lugha nzuri, mtazamo mzuri. Hutawatazama watu vibaya kama ulikuwa unawatazama. Kuna wengine unawahisi wanakusema, kumbe hawajawahi kusema. Mtazamo wako. Bwana asifiwe. Kuna wengine unawahisi ni wabaya, kumbe hata sio wabaya, ni watu wema. Bwana asifiwe. Kikombe cha wokovu. Haleluya. Nitazame milima, msaada wangu katika Bwana. Sikiliza, Yesu hapa sio dini. Yesu hapa msaada wako kutoka kwa Bwana. Tafuta msaada kwa Bwana ili hiyo mbegu ifanye kazi, ili huyo Mungu akubadilishie mazingira yako, ili huyo Mungu ambadilishe huyo mtu unayemzania kuwa ni mbaya. Kwenye saikolojia wanasema wakati mwingine unaweza ukasema mtu ni mbaya, kumbe ni ubaya ulio ndani yako, wewe ndio una reflect. Kuanzia leo yule unayemhisi mbaya, wewe nenda kaanze kumsalimia, utashangaa kumbe ni mtu mororo sana, ni mtu anayekujali sana. Wewe nani? Wewe unaangalia changamoto za maisha, atakayetatulia changamoto za maisha atakutatulia siku 2-3, lakini anayekupenda umemwacha. Mungu akusaidie. Haleluya. Hii mbegu ambayo inakwenda kupandwa katika udongo mzuri ikawe hai, ikafanye kazi, ikalete matokeo, ukaanze kuwa mtu mororo, ukaanze kuwa mtu safi, ukaanze kuwa mtu mkweli. Kweli haumo ukweli. Mtazungumza tu hapa, lakini akigeuka
jinsi anapokusema, jinsi anapokuchekecha mpendwa. Unamwona yule pale dada yule, hakuna kitu pale, biashara tu ile. Nani amekupa mamlaka ya kuwasema watu wa Mungu namna hii? Biashara gani mlikuwa naye? Hebu tuelekeze basi vizuri. Mlikuwa naye wakati hiyo biashara inafanyika? Yule mbaya sana, yule mbaya sana. Haya maneno wapendwa, yule mbaya sana. Unaona yule mbaya, vidole vingapi vinaonyesha nini? Maana wewe ni mbaya zaidi, wewe ni mbaya zaidi, mbaya zaidi. Kuanzia leo jifunze kuambia wenzako yule ni mtu mzuri sana. Yule anastahili sana, kwa sababu tumepandwa chini ya udongo ulio mzuri wa Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema hivi, mwenye masikio asikie. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 160, 130. Wale ambao tutawekea mikono siku ya leo, mkawe ni watu ambao mtatengeneza uzazi katika nyumba ya Mungu. Mtaleta manufaa katika nyumba ya Mungu. Mtaleta umoja katika nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Mimi nasema siku zote, hili kanisa, hata tulifungua mahali hapa kanisa, hatuna upinzani na mtu wa namna yoyote hapa. Bwana asifiwe. Tunapinga kazi za adui tu basi. Lakini hatujafungua kanisa ili tupinge kanisa fulani, never. Mimi kwangu haijawahi kutokea hiyo. Wewe unasali wapi? Hata kama unaenda wapi, wewe nenda tu. Hata kama tutabaki na mtu huyu, hata kama tutabaki peke yetu, tuna uwezo wa kuendelea kusali. Haleluya. Tuko mahali hapa kwa sababu ya kusudi la Mungu, na majira ya Mungu tayari yashafika. Mahali hapa kanisa la Mungu lisimame. Bwana asifiwe. Hichi kituo hichi kingekuwaje hakina madhabahu? Ingekuwaje? Haleluya. Kwa jamii ielewe ya kwamba tunafanya kazi ya Mungu hapa Tanga, sio kwa sababu ya upinzani fulani, kwa sababu ya kutaka kitu fulani, ni kwa sababu tumepandwa kwenye udongo ulio mzuri. Mwambie jirani yako umepandwa chini ya udongo ulio mzuri. Haleluya. Mwambie jirani yako wewe ni udongo ulio mzuri. Anasema tazama Bwana, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa. Bado neema ya Mungu ipo, inaweza kukuokoa, kukubadilisha, kukusamehe, kukuweka huru. Ponya moyo wako, ponya maisha ya watu wengine. Yusufu kawasamehe ndugu zake, wakafanyika baraka kwenye taifa la Misri. Njaa ilipotokea, Yusufu alikuwa tayari ameshaandaa mazingira yote ya kukabiliana na njaa. Basi na Yusufu leo hii tusingekuwa na Afrika. Bwana asifiwe. Mungu akupande wewe kuwa udongo mzuri. Wengine hapa mtakuja kuwa viongozi, wengine hapa mtakuja kuwa watu wa familia, wa kina mama, kina baba wa familia. Wengine tayari ni wana familia. Haleluya. Hebu huyo udongo mzuri. Tuangalie watu kama kina nani, Magufuli. Hilo linaweza likakutoka kwenye moyo wako. Kwa nini? Alisimamia maslahi ya taifa lake na watu wake. Hakutaka uharibifu wa namna yoyote. Bwana asifiwe. Kina Mandela wanakufa wakiwa na sifa kubwa mbele za Mungu. Yusufu anakufa akiwa na sifa kubwa mbele za Mungu. Je, mimi na wewe tutasifiwa katika lipi? Kwenye kuua watu tutasifiwa, kwa kutoa mimba nyingi tutasifiwa. Na kina baba wanadhani ya kwamba wao hawatoagi mimba, nao pia wanatoa mimba. Kila aina ya zinaa ni utoaji wa mimba, hata kama imefanya namna yote uwe, kwa sababu ilikuwa haina mpango. Haleluya. Unatoa mimba baba, unatoa mimba baba. Mimba watoto wako wengi umewatoa na umewatumbukiza mahali. Mungu akusamehe sana wale. Jina lako litakumbukwa kwa na Mungu. Hebu kuanzia leo jitahidi, mkono wa Bwana haujapunguka kukuokoa. Mungu leo hii amekupanda kwenye udongo ulio mzuri. Haleluya. Usilete madhara kwenye jamii, fanyika kwa baraka. Watu wafurahi kukuona, wakija nyumbani wafurahi kukuona. Kama ni kijana mzuri, wafurahi kukuona ya tabia yako unavyozungumza na dada zetu. Bwana asifiwe. Kina dada wakati mwingine tunawalaumu, lakini kina dada wanakutana na changamoto nyingi sana. Kina vijana wengi wa tabia mbaya. Mungu awasaidie. Haleluya.
Mimi pia nilioa kijana. Sasa mzee. Mungu atusaidie tukatengeneze mwenendo. Mwambie Yesu nitengeneze. Haleluya. Unamwambia Bwana Yesu, mkono wako haujapunguka kwangu. Mimi ni udongo mzuri. Mimi hukunipanda kuwa mzabibu mwitu. Mimi ni mzabibu halisi tena ulio mtamu. Bwana asifiwe. Kuanzia leo ninakupenda Yesu. Hebu tusimame watu wangu. Tuwe mbegu nzuri ili tuzae matunda. Tuwe mbegu nzuri ili tuzae matunda. Neno la Mungu ni mbegu. Asikiaye maombi yetu, tunapoomba asikia na anajibu. Tunapoomba asikia, yupo Mungu Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Tunapoomba asikia na anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Wale ambao wanahitaji maombi, unatamani kumpa Yesu maisha yao, mambo vipi watu wapenda, unatamani kumpa Yesu maisha, unatamani kumpa Yesu maisha, kama usogee mbele. Wale wanahitaji maombi, wanahitaji kumpa Yesu maisha yao, wanahitaji maombezi, sogea mbele.